napatiana maelezo. Kwa hivyo ulikaidi amri yangu. Huyu baba alisema Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio furaha. Na ninataka kutoka siku ya leo, wababa ambao mko hapa, nataka niwaitange baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama ambao mko hapa, nataka kutoka siku ya leo nikuitage mamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikipata kauji kadogo tutakuwa tukikula na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka sasa kwenda hivi, wale ambao tuko na wao hapa, kutoka sasa nitachukua majina yenu kila mwisho wa mwezi. Kwa sababu siwezi kukua hapo kila siku. Kila mwisho wa mwezi nitakuwa nikikula kasahani pamoja na wewe. Hata kakikuja kadogo, unavumilia tu, unasema nikihekele yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio tupate hizi baraka na muishi maisha mengine mengi. Kwa sababu maombi yangu ningetaka nione umefikisha miaka 100, miaka 120, miaka 150, miaka 160. Kwa sababu nataka ukisonga na mimi nakanyaga. Ukisonga na mimi nakanyaga. Ndio nipokee baraka yako. Na ndio nifikishe, na tuache kuzika watoto sasa. Maana sasa imefika nyinyi ndio mmezika. Kila mtu ametoa ushuhuda hapa, amesema mtoto wangu alikufa, mtoto wangu alifanya, mtoto wangu alifanya. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna tatizo liliingia ndani yetu. Kuna tatizo liliingia katika jamii. Na tatizo lenyewe limesababisha wakongwe ndio wanazika watoto. Ukienda pale Lang'ata utapata makaburi, kati ya kaburi 100. Moja tu ndio ya mzee, zingine zote ni za watoto. Na Biblia inasema nyinyi mtawazika, watoto watawazika baba wao, wazazi wao, wakiwa katika umri ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta sasa mzazi kama mtoto kama miaka 10, 15, 20, 22, 24, unakuta yeye mzee guka ndio ameshika hata sanduku ndio wanabeba wanaenda, sanduku inawaangusha chini. Kuna makosa tumefanyia Mungu. Sisi kama wazazi kuna makosa tumefanyia Mungu. Haikuwa hivyo na haijaandikwa hivyo kwenye Biblia. Eti sisi ndio tutazika watoto. Bali watoto waliambiwa watazika wazazi wao. Kuna makosa. Tukitoka hapa, akina mama, akina baba, nejo wewe mudoma gogona, wewe mudodo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwende muinue madhabahu. Kiwa ni mama, wende kwenye magoti, utubu dhambi zako na dhambi ambazo zimetendwa na yule ambaye humjui. Utubu dhambi kwa ajili ya rais wa Kenya. Utubu dhambi kwa ajili ya mzee wako, mama yako, mtoto wako, mtu yote. Utubu dhambi kwa ajili ya society. Tutubu dhambi. Maana katika umri wako Mungu atakusikia rahisi kuniliko mimi. Tutubu dhambi tuweze kuokoa nchi yetu. Hiyo ndio ujumbe ambao nilikuletea siku ya leo. Mungu ameniambia niwaambie wakongwe mtubu dhambi. Sio ile umefanya, sio kwa sababu umefanya. Oheremehia mafurori. Tutubu dhambi kwa ajili ya taifa. Tutubu dhambi kwa ajili ya viongozi wa nchi. Tutubu dhambi kwa ajili ya makanisa. Tutubu dhambi kwa ajili ya watoto. Tutubu dhambi kwa ajili ya makosa yetu sisi wenyewe. Na Mungu ataisikia nchi. Maana ametenga nchi hii kubadilisha dunia mzima. Hii nchi ndio itabadilisha dunia mzima. Hata hawa wazee wakiwa kule kwa msituni walikuwa wanasema Kenya ndio itakuja kubadilisha dunia mzima. Hawa ndio walikuwa wa kwanza kuchallenge mzungu na bunduki. Hawa ndio walikuwa wa kwanza. Na wakachallenge mzungu na wakaona mzungu na kuvaga. Maana walikuwa wameambiwa mzungu mdogo notaka hii. Naye Mkamba alikuwa anasema mzungu nota angai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bana walikuwa wanaamini mzungu akufi. Lakini wakaenda, Mungu akawazungumzia akawaambia nendeni kwenye kichaka, mpigane vita na mimi nitakuwa na nyinyi na mtaikomboa nchi yenu. Hivyo tena mumeregeshwa katika huo ukurasa. Mpigane vita za kiroho, si za bunduki. Msisikue silaha, lakini mpigane vita za kiroho mpaka mkomboe watoto wenu. Mkomboe watoto wenu kutoka kwa unajisi. Mkomboe watoto wenu kutoka kwa bangi. Mkomboe watoto wenu kutoka kwa vita ambazo hazieleweki. Watoto wetu wengi wameingia katika kuabudu shetani. Juzi hapa nimekuwa na watoto wengi wakasema mimi niliingizwa kwenye kuabudu shetani. Wanaabudu shetani. Watoto wa miaka 12, wa miaka 13, wa miaka 20 wanaabudu shetani. Anakuja kwako mama kama huyu,
Huyu amezaa watoto, lakini unakuta mtoto wake, kwa sababu ameenda ameambiliwa, ukiua mama yako utapata gari ile expensive, utapata mamilioni. Anaangalia mama venye hawa walikuwa, venye watu walikuwa wananiangalia wanaona 40 milioni. Anakuja anaangalia mama, anaona hii ni gari, anaona hii ni nyumba, anaona hii ni shamba. Mara hiyo anasema mama eda, anamtoa kama kafara. Akimtoa kafara mama unazika. Ukiza shika baadaye anakuambia tuletee ndugu yako. Unapatiana ndugu. Kidogo ukipatiana ndugu anakuambia sasa tupatie mtoto wako. Unapatiana. Kwa sababu shetani hana heshima na mtu. Na hana chake. Na shetani hana asanti. Lazima atakuangamiza. Unakuta hiyo familia yote imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu sisi kama wazazi ambao tulikuwa msingi wa familia, tuliwacha kuombea watoto wetu. Tulipata shughuli nyingi, tukakosa kuombea watoto wetu. Hata watoto wakikuja wakiwa walevi, unasema ni watoto wa kisasa. Kwani watoto wa kisasa waliambiwa wakuwa watovu wa nidhamu? Watoto wa kisasa waliambiwa wakosane na Mungu? Watoto wa kisasa waliambiwa watukane mama zao na baba zao? Ni wapi iandikwa katika Biblia ati kuna watoto wa kisasa na watoto wa siku hizo? Maombi hufanya. Hao wazee walienda kichakani, wakainua mikono yao juu, wakamuita Mungu na wakapigana vita, wakaisha. Wana wa Israeli walipoikuwa Egypt, walitoka kwenye utumwa, waliinua mikono yao wakiongozwa na Musa, wakapigana vita, wakatoka mpaka wakavuka, wakaenda mpaka Kanani. Hata sasa tutafika Kanani yetu, tutafika mahali ambako kunahitajika, tutafika maana hiyo. Kwa hivyo ndivyo tutaendelea. Oh, haleluya. Ninaona watu kutoka Amerika wamesema wako pamoja na sisi. Count me in as well. Be feeling our dear parents. Mpigie makofi. Huyo ako Amerika, mahali kunaitwa Seattle. Anasema katika kulisha wazazi, hata yeye amesema akuwe pamoja. Yeye ni mmoja, atakuwa akituma msaada wake katika kusaidia wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine anaitwa Victoria's Destiny. Pia na yeye anasema mimi niko pamoja na nyinyi. Na yeye ako Australia. Na kuna mwingine anaitwa Mercy, ako Canada. Kuna mwingine anaitwa John, ako Dubai. Kuna mwingine anaitwa Yvonne, ako UK. Wote wanasema wako tayari kutembea na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo Mungu anafunguanga njia. Hivyo ndivyo Mungu anakufungulia njia. Haijalishi ni nani atakayeleta ujumbe ule. Haijalishi hata kidogo. Kila kina maana ni kwamba Mungu alikujua hata kabla hujazaliwa. Alijua siku hii ya leo. Hii nyumba ikitengenezwa, ilijulikana siku ya leo utakuja kwenye nyumba hii. Na utakuja nyumba hii na kuna connection yako itapatikana. Labda wewe ni mzee lakini utapata ndege. Utapata mwaliko uende Amerika. Unajua nini? Mama yangu nilimpeleka Amerika akiwa na miaka 80. Tukiwa kwenye airport akaniuliza, akaanza kulia. Mimi nikafikiria ameanza kuogopa ndege. Nikamuuliza, mama unalia kwa nini? Akaniuliza, sasa huyu Mungu kwani anakaaga aje? Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia amengoja mpaka nifike 80 years ndio ananipeleka Amerika, badala angenipeleka nikiwa msichana. Nikamwambia hapo ndio Mungu alikuwa amepanga. Kila mtu ako na mpango ya maisha yake. Ninatangaza mtaishi miaka mingine nyingi zaidi. Corona itakuja na itawaacha. Magonjwa itakuja na itawaacha. Na kutoka saa hii ninatangaza kama kuna mahali pana kuuma, hebu guza tu pale pana kuumanga. Guza tu pale pana kuumanga. Katika jina la Yesu Kristo naachilia uponyaji. Naachilia kuachiliwa, kufunguliwa, uchawi wote ukaondoke. In the mighty name of Jesus Christ, I destroy every covenant. Mikataba yoyote iliyofanywa na shetani katika maisha yako, ninaiondoa. Uchungu wowote, ugonjwa wowote, nauondoa katika jina la Yesu Kristo. Sasa nataka unipatie kati dakika 5, nataka mtu alikuja anipatie ushuhuda. Hapo ulikuwa unasikia pakiwa na uchungu. Uniambie kama kuna uchungu. Ndio ujue yule Mungu ambaye tunamtumikia ni nani. Maana ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, Mungu anayesamehea. Maana anasema sasa utakapoenda nyumbani, uingie kwenye chumba chako cha ndani, upige magoti uombe msamaha kwa ajili ya taifa. Na nakwambia ikifika wiki 3 kutoka sasa, utatafuta corona hauitaipata mkifanya hivyo.
Nyinyi wazee, wachana na hao wasichana. Hawa wanaobaga wakiangalia Facebook. Wanaomba Mungu, nakushukuru sana. Hapo naona ka message kanakuja. I'm calling you. Baba, nakushukuru. Hawa sasa Mungu hataki waende kumzungumza na yeye. Anataka wewe hujui kufinya simu. Hujui. Kwa sababu huyu akiomba, anaomba tu. Anaomba, baba nakuomba, nakushukuru wewe makai baba yako kai naina. Sasa laini ilikuwa imeanza kuingia. Alafu shetani anakuja anakata laini. Anambia, niko kukulia. Wewe niko hapa. Ndio Mungu amesema, niwaite wakongwe, niwaite wazee wa mama, wale ambao mmekomaa. Mimi nitaomba na nyinyi, nitaomba sasa hivi, lakini baadaye nitatafuta huyu msichana tuende tukalale. Hiyo maombi yote imeanguka. Lakini huyu mama, hakuna mzee, hakuna mtu ataenda kutafuta. Utaita Mungu na atakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo athuri amaturaguru na tumia maturaguru. Athuri merutire, andu meyugai, andu matedhahetie, watu ambao hawana najisi. Lakini mimi na huyu na hawa wasichana, ombi yetu tutaomba, yes, tunasikizwa, lakini hayana nguvu. Maana tukitoka na huyu nitamuona, ataniambia si uliona alikatia mwanaume na mwanaume akakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama si ulisema ulikatia na akakatika. Alafu lakini huyu mzee sasa, huyu mzee atakatia nani? Huyu mama atakatiwa na nani? Huyu ndio mama aende kwenye madhabahu apande. Na nitawaita mkuje hapa, msimame kwenye madhabahu haya, mnene tu neno la baraka kwa nchi yetu, mnene neno la baraka kwa wale wasichana wetu wako Dubai, wale watu kwa tayari, wale ambao wanatumiwa vibaya na Waarabu, wale wako Amerika wanatumiwa vibaya na wazungu, wale wanafanyishwa kazi kama mapunda. Nchi yetu saa hizi imekuwa ni nchi ambayo haieleweki. Kuna vita, kiongozi mkubwa na kiongozi mdogo wanapigana vita. Sisi tuliwapatia kura wakiwa kitu kimoja, lakini nchi imepasuka. Nchi imepasuka mara mbili. Ni kwa nini? Kwa sababu tumemuondokea Mungu. Mungu anasema ni kwa sababu mumeniondokea na mimi nikawaondokea. Rudini na mimi nitawarejelea, maana mimi ndiye Mungu wenu. Mimi ndiye nilikuwa Mungu wakati wa ujana wenu, na hata sasa mimi ndio Mungu wenu, na hata milele bado nitakuwa Mungu wenu. Huyo Mungu anasema yuko mahali hapa, anataka kuibariki nchi, anataka kuiregesha nchi, anataka kuiregesha nchi katika mikononi mwake. Ndiposa muendelee kumwabudu na kutangaza kusema Mungu ndiye Mungu. Inakuaje unapokutana na mtoto wako amekunywa pombe, amejidunga mashindano, amevuta bangi? Mtoto wako mzuri ulimzaa ukiwa na matarajio makubwa, ukampeleka shuleni, ukalipa school fees. Sasa hizi unaishi kanyumba kama tope, kwa sababu ile pesa yote ulikuwa nayo uliipeleka ikaenda kulipa school fees. Sasa hizi uikala kanyumba ka doro, unakaa kanyumba kama bati, ati ukipita hata kama umelala kwa kitanda, lakini unaangalia vile vitu zote zinafanyika huko nje. Kwa nini? Ulijinyima. Ndio mtoto huyu akuja kusaidia. Lakini huyu mtoto sasa anavuta bangi. Huyu mtoto, Bwana anasema wazee wako wapi? Wazee ambao walimuita na akaitika. Hawa wazee wako wapi? Mugarurukire itu, mpige magoti chini kwenu katika nyumba zenu, muunganike na mfanye kusanyiko la wazee, mukaunganike pamoja, muende mumuite huyu Mungu, maana atawasikia. Yuko tayari, amefungua masikio yake, ako tayari kuwapokea, ako tayari kusikia maombi yenu. Sio maombi marefu, sio maombi ambayo yaliendewa shule, ni maombi ambayo yeye mwenyewe amewabariki nayo. Mimi sina mambo mingi nitataka kuambia, lakini nataka tu mugeuke, wazee mugeuke, maitu mugarurukire Ngai, mucoke kuri Ngai, nigetha nake Ngai niekumuonekanira na niekumugarurira muturire wanyu, na niekugarura muturire wa ciana cianyu. Atawageuzia maisha yote, ataigeuza taifa, atageuza. Hizi vita mnasikia ziko na Uhuru na Ruto na Raila, zote zitaisha, maana Mungu ndiye atakayeleta kiongozi. Mungu ndiye anajua kiongozi ni nani,
na hatutakufa na hatutapigana tena. Kenya hii haitamwagwa damu kwa sababu ya siasa. Kenya hii haitamwagwa damu kwa sababu kuna mtu ako na nia mbaya. Walijaribu kusema kuna corona inaua watu, lakini Kenya ikakataa. Mungu akasema hakuna, na watu wa Kenya wameokolewa. Sisemi msifunge maski, sisemi msifuate sheria za kidaktari, mfuate sheria, lakini mjue ya kwamba huyo Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli, huyo Mungu aliyewatoa wana wa Israeli kutoka utumwani, huyo Mungu ndio tuko na yeye hapa. Huyo Mungu ndiye atakayetutoa kwenye utumwa. Huyo Mungu ndiye atakayetuokoa. Huyo Mungu ndiye aliniokoa. Mimi nimepigwa risasi 12 kwa mwili wangu huu. Nimewekewa sumu mara 9, walijaribu kuniua. Wameniweka jela mara 52. Wamekata sheria ninyongwe mara 2, lakini mashini zikanikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaniweka kwenye mashini, mabati ikakataa kufunguka. Lakini huyo Mungu alikuwa na kusudi, na akasema utaishi na utatangaza injili yangu. Na ndio hii siku ya leo ninaitangaza, na sina uoga nikitangaza, maana namjua Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mbarikiwe. Hawa wazee walipopanga, nilijua wakipanga, walikaa wakapanga, wakaita na komiti ya wale sasa wa regions, wakapanga huyu jamaa venye tutamwangamiza. Nilikuwa kama mtu saa hiyo, mimi saa hizi niko na miaka 40, wakati huo nilikuwa na miaka 20. Huyu mzee labda ulikuwa na miaka 40 ama 50. Saa hiyo ulikuwa na maarifa mengi, alikuwa amepelekwa Israeli. Ni sniper huyu, unamwona, usimchukulie hivi hivi. Huyu alipelekwa, anakutoanga katikati ya watu hivi na anakutoa na risasi. Lakini walijaribu wakashindwa. Walijaribu kunipiga wakashindwa. Inakuja inapita. Yuko nikikutolea hizi manguo zangu utaona. Lakini Mungu huyu alinishindania. Mungu huyu alinipigania. Huyo Mungu aliyenipigania, huyo Mungu aliyonitetea, huyo Mungu aliyebadilisha maisha yangu, huyo Mungu ndiye anasema anataka kusikia sauti ya mzee. Anataka kusikia sauti ya mama. Anataka kusikia sauti ya shosho. Shosho. Piga magoti yako chini kwako kwa nyumba. Umulilie Mungu tu, mwambie niko tayari guka. Uthio thathaie woe moko maku na iguru. Uge ong'ethere Kirinyaga. Wite Ngai. Umwire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nitoka mbele yaku. Ndahera mehia makwa. Natubu madhambi zangu. Natubu dhambi za watoto wangu. Ninatubu dhambi za fikirani yetu. Natubu dhambi za kabila yetu. Natubu dhambi za taifa. Natubu dhambi za nchi mzima. Natubu dhambi kwa ajili ya rais, hata makamu wake, hata na Raila. Utubu dhambi zao zote na nchi itapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nchi itapona. Hizi vitu zote unaona zikifanyika zinaenda kuondoka. Magonjwa hiyo, makansa, manini, zote zinaenda kuondoka. Diabetes na magonjwa yote itaondoka. Itaondoka. Nakwambia mzee, itaondoka. Nekotie tigo jietake. Kama mzungu alitolewa hapa na Kibaka hivi Kibaka na akaenda, ni vitu tugile tutakataka tunababaisha. Hatuna amani. Unaishi kwenye nyumba ya matope na dharau iko juu yako. Kuna kejeli, kuna madharau ambayo iliwekwa juu yako. Ni kwa nini madharau haya? Ni kwa nini Mungu alikubali madharau haya ifanyike kwako? Ni kwa nini Mungu alikubali? Huyu Mungu anasema yuko tayari. Umuite na atakusikia. Umuite tu, yeye kuigwa, hata kusikia tu. Ako tayari kukupokea. Ako tayari kusikia kilio chenu. Ako tayari. Ako tayari. Fungeni macho yenu tuweze kuomba. Familia yangu, naungama dhambi za mama yangu na baba yangu na hata wote ambao wa uzao wangu. Baba, naungama dhambi kwa ajili ya Ukikuyu wangu ama kilani yetu. Naungama dhambi zote kwa ajili ya nchi hii. Naungama dhambi kwa ajili ya rais wa nchi na makamu wake na hata viongozi wote na hata wote serikalini. Naungama dhambi zao Jehova. Na kuja mbele zako nikiongoza wazee hawa ambao ni wakongwe. Baba, mimi sistahili hata kusimama mbele yako, maana mimi nimejitia najisi. Lakini najua Baba, kwa kinywa changu kulingana na venye umetuambia, kupitia kwa malaika wako Baba, utaenda kushughulikia nchi hii Baba. Ninawatuma kama vile vimeniagiza, nikawatume hawa mama na wababa waende, watazungumza na wewe Baba, na wewe utakubali kuiponya nchi hii. Iponye tu Baba, iponye tu Baba. Hatustahili hata kuiishi, lakini kwa upendo wako
utusamehe na ukaweze kuiponya magonjwa yote, iwe ni diabetes, iwe ni upofu, uwete ama kansa ama corona, zote zikaweze kuondoka na zikafagiliwa ziende baharini kule zilitoka, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Semeni amen. Kuna mtu ako na ushuhuda, ulikuwa unaumwa ukikuja hapa, kuja tu na unajua sasa imeisha. Hutia hali hao turaga. Hali kuuza pale ulikuwa nasikia pana kuanga na shida. Uniambie kama kuna shida. Wewe hutia. Oka, ni haratura. Oka. Oh yeah. Ne jirogi kana neke. Na dhipo. Ne gati. Si gati. You are 84 years. Tarutakaja mukauga. Kaka wekete. Nigetha mundu uyu akuone. Uka haha. Rugama uka haha. Deda ukuhona tha ici. Thank you. Aturuga wena 84 years. Yes. Sure. Yeah. Neka hogo. Dali mweno ngi guoko kungi. Uriku. Dorio. Kuhunjia. Dorio. Kuhunjia. Ndio uratuhunjiria. Ona Nairobi no thirukite muno. We muhunjia. Ndagia mabuku. Mwahunjia. And so forth. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakena muno nikuona ndura wa ruigi. Nitakena nikuona ndura wa ruigi. Tondu no kuigwa njiguaga ngumo. Nanga kigwa kimaramari kiuru. Kimaramari. Kiuru. No titoguo ndeciragia. Na ni wega muno. Ni Ngai gugwita. Nigetha akuhonokie. Amen. Akuhonokie. Amen. Tondu konda gwitire na nigetha akuhonokie. Tugutiigiraria nawe riu. Hallelujah. Never. Riu waigua atia? Hari he uturaga ta hahutie riu. Ni hojeteire unjire kana uraigua atia? Teko uri utarekaga. Eko uri utarekaga. Kuina mwana mweno guo. Nurahota kuinama? Tainama riu pio. Inama pio. Hutia thi. Ejo mau. Hutia thi we mundu mujiroki. Hutia. Nurahota gwika uguo? Ndurahotaga. Uguo Ngai ucio no aringe kiama. Uguo Ngai ucio ni aringa kiama. Thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Wakihona muthuri. Thank you. Hallelujah. Ndeka ringi. Tainama ringi. Inama ringi. Inama bio. Inama hutia kabeti yo. Hutia mugeko ucio. Hutia. Nego nyitereire hutia. Makofi kwa Yesu. Ninakutoa hizi vitu ziko hapa. Mzilete hapa kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio muujiza wa Mungu. Maana huyu Mungu anatenda na anajua kufanya. Ana uwezo wa kiajabu. Naona mzee teka ugu. Dale mokuo. Dale na gikothi. Me, I'm 40 years. I'm half your age. Thank you. Wabiriria uma wena miaka igana? Uma wabiriria wena miaka igana? Dali miaka gushira around 20 years. Ni dabiriria mugekede na 19 years. 19 years. Na mukaje tikira. Mukana mukona kimodo kioru. Mzee wekeni hapa juu. Mnapeleka wapi huko? Wekeni wewe uwe uhuruke. Mundu ungi wina wira. Kuna mtu ako na ushuhuda. Alikuwa mgonjwa akikuja hapa. Wewe mama, Mungu anakufungua. Siku 7 kutoka sasa utaanza kuona. Madaktari walikuambia, najua huyo daktari ni nani? Ni mshirika wangu hapa. Huyo ndiye alikwambia hutaona. Lakini kutoka sasa natangaza uponyaji. Macho haya yakaone. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Nilikushookia kiria hinya. Na nitukonia andu TV-ini. Wanyita? Ona ni uronwo. Uronwo thi ngima.
no nä tå konia andå TV-inä ritho rä rä å kä mera nä å rahonire thikå må gwanja kuma å må thä. Pigeni Yesu makofi. Haya, kuna mtu mwingine hapa nä å hutirie harä a he gå gå turaga kuja. Ulikuwa na umwe wapi? Na sasa hebu fanya venye haungefanya. Fanya venye haungefanya. Hey, twende kama polisi sasa. Left, right. Ruka. Ucio Jesu akĩrũa magegania. Ngai, nona. Nĩ ndũrarĩ ingĩ. Kĩmũndũ kĩrĩa nĩkĩo gĩkũnyitĩte. Ndagĩtigĩra. Ngai. Mũtumia wa macuka. Ũka. Nĩ hahau ahona tondũ ndaigua ta hahona mũgongo. Nĩ hahau ahona. Nĩ ũnjiarĩte. Haya. Nĩ ũgũtũhe ũhoro ũcio. Atĩ nĩ hahona. Coka na gũrĩa. Wahona kũ? Mũgongo nĩ wahona. Mũgongo nĩ wahona? Teka ũrĩa ũtangĩrekire. Kai! Rĩngĩ! Pigieni Yesu makofi. Toka. Harĩ mũndũ wĩ rũraya wakenio nĩ story yaku. Akenio nĩ ũrĩa wekaga ta mũndũ wĩ rũraya. Harĩ ta rũraha ta mwarĩrie haha. Nĩ arakuona? Nĩ aranyona. Arauria atĩrĩrĩ. Ũcokere karũgano ka macuka. Ka macuka. Ũrĩa waikagia macuka. Ũrĩa ndaikagia macuka. Ũcio mwene ũcio ũrakuona rĩ nĩ ũmwe waikĩirie macuka. Mwĩre ario nake. Rũingĩ nĩ arĩ kĩmũndũ kĩnene mũno no ndiamũĩ no rĩu nĩ ndamuona no nĩ ekire ũndũ wa kũgegania no rĩu nĩ atuĩkire mũndũ ũngĩ mwega akĩgarũrũka agĩtuĩka mũndũ wa Ngai. Nĩkĩ wekire nĩgetha ũmenye kĩmũndũ kĩu rĩ nĩkĩ gĩekĩkire? Kĩmũndũ kĩu kĩarĩ kĩamakagia atumia atĩ nĩ matigekagĩre mĩbuto na matigekagĩre miniskirt no rĩu gũgĩthiĩ atĩa? Tũhe karũgano kau. Andũ nĩ mamakire mũno na nĩ mamwĩtire gũgĩtangathwo nginya magathĩti-inĩ nginya ma-TV-inĩ. Gũgĩtuĩka atĩa? Gũgĩtuĩka kĩmũndũ kĩu rĩ no gĩthengirio gũkũ gĩtige gũthumbũra andũ Kenya. Ndauga mũthenya ũcio rĩ wa macuka nĩkĩ gĩekĩkĩte? Mũthenya ũcio wa macuka nĩwe woigĩte ũguo atĩ andũ matigacoke gwĩkĩra skati miniskati na kana tũmĩbuto. Rĩu nĩguo andũ mateng'agĩra makĩũra nĩ ũndũ wa kĩmũndũ kĩu kĩnene ũguo tondũ matikwenda gũkorwo matarĩ nĩguo mokaga macuka magagĩthiĩ meyohete matikae kuonwo ngakĩmaikĩria macuka mũndũ ahote kũinũka kwao tondũ rĩngĩ mũndũ araire kĩrabu na arekĩrĩte mũbuto rĩngĩ nĩ kĩnyatha makahota kũinũka. Haleluya. Nĩngwenda rĩrĩ nĩngwenda kũgĩa na kahinda nawe nĩtũgũkũhonji tugĩe na testimony. Nani mwingine alikuwa naumwa ulikuwa na shida imesikia imeisha imetoka unaigweta ndũretĩkia kũgũrũ nĩ gwaku? Nani mwingine alikuwa una shida ulikuwa naumwa mahali nani? Naogopa? Bado mnaogopa? Hakuna mtu atauliza ni mimi nilikuwa natumana. Kwa hivyo kama kutatumanwa ni mimi nitakuwa nimetumana. Na mimi natumana kwa Yesu upone. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana. Sijui kama Koki. Atena kana getagwo Dora. Niki wagetire Dora niki? Ati wina kana getagwo Dora.
Sio acha kiugo kiche. Harĩ wa mĩaka ĩyo ũragweta hĩndĩ ĩyo ũroiga mĩaka ĩyo yaku ũragweta wĩ nayo. Niko ndarĩ mũgũrũki biũ. Kĩmũndũ kĩu Luka. Wewe ni wewe kĩmũndũ kĩu? Ulikuwa unajua hiyo kimutu? Ulikuwa unasikia mtu mbaya sana? Kuja. Panda tu, kuja, leta mkono yako. Ati ulikuwa unasikia mtu mbaya sana, tunapiga watu na tunatoroka sana. Ati kinafanya nini? Tunapiga watu. Ati kinakula watu. Tunapiga watu. Sasa wakati nilikuwa nasikia hivyo, ukaona mwingine anaitwa Arunjo Rasta hapa Kaole. Nikamuuliza siku moja, wewe ni ndugu ya yule Arunjo, tunasikia mbaya sana na tembea msituni na haonekani. Anasema wewe mtu wetu. Ati wewe kama ni ndugu ya yule Wariki yule anatembeaga kwa msitu. Ni mtu wetu. Ai. Sasa hiyo kimutu ndio hii. Hebu kiabie. Hii ndio hiki. Ndio huyu. Jumapili nilikuwa na mimi nataka ukuwe mzee wa kanisa hii. Leo Jumaa yuko kwa wakati Jumaa. Na Jumapili. Kwa nakuja mengi. Unakuwa ukikuja? Hebu pigieni mzee makofi. Huyu ndio atakuwa chairman wa hii kanisa. Sasa nataka mtu wako na miaka 70 kwenda juu. Ama hii mwaka na 81. 81. Mimi kusimama hapa. Simama hapa. Mtu ako na miaka 70 kwenda juu kuja hapa. Sasa odi yako. Mereni marahitiria. Rudi huko. 70 kwenda juu. Awe mama, awe 70 kwenda juu. Wewe kaa chini tu. Wewe uko sawa. Maito. Mwingine haya, ona. Ndio hali gwatiriri kimwana kiria kihara gikarite haria ni kiriku. Newe. Nikuhitia wahitia kana niki? Nikuhitia wahitia. Digo dineta andũ a 50 years. Ndeta 70 gũthiĩ na igũrũ. Chocho. Bwana asifiwe sana. Gai nĩngũthondeka kagandĩ kega. Oi, mũtikaka atirĩngĩ. Na mwingine? Andũ a mĩaka 70 gũthiĩ na igũrũ. 70 gũthiĩ na igũrũ. Sitaki 60, nataka 70 kwenda juu. Kika chini, wewe ni wa 32 years. Wewe ni miaka ngapi? 69. Ingia hapa. Mtu wa 69? Ako na 69 years. Kuja songa kidogo. Akinyokia. Two. Ule. Kuja songea hapa. Songea tu baba, kuja hapa ndio nafasi ipatikane. Kuja hapo. Na mutikanoge. Mumererie tu tondu ni wira wa Ngai turenda kuruta. Niguo. Ni wira wa Ngai turenda kuruta. No ikuhoya haha. No wahoyaga tene. Watongoragia mahoya. Tigo uria mukuru wa Jesu kana wa Kirenya kana Kirimbirũirũ.
taborute ngobia ĩno wĩke gongona-inĩ rĩu rĩ na tikĩrĩa rĩu no gũtũte ndenda rĩrĩ nataka baraka zenu munibariki munifungue niende nikapambana na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nani anajisikia ako na hiyo kusema huyu anaogopa mbona naona mungiki baba no iko hoya Tuombe. Baba, naja mbele yako kwa saa hii na dakika hii, Jehovah God my Father. Huyu ni kijana yako amepiga magoti akitaka kukuona, o Jehova. Amepita kwa mengi, amepita njia mingi, hata marisasi imemwachilia. Baba, nawe namkabidhi mikononi mwako, ukaweza kusimama naye, akaweza kubarikisha wengi, sababu umemleta hapa kwa hii madhabahu. Jehova Baba, najua ni wewe tu ambao unabariki. Tukiwa hapa kwa hili kanisa, Jehovah God my Father, ambao ni kanisa sijaingia, na leo umenifanya nikakanyagisha mguu yangu hapa. Jehova, naitisha baraka zako, ukaweza kubariki huyu kijana yako ambao umemponya, umemuondoa kwa mengi, ukampitisha. Sasa naomba akaja akafikisha miaka nyingi, hata akapita hii tuko nazo, Jehova, sababu wewe ndio Mungu wa miungu. Ombi la wazee wako. Asante Baba kusikia ombi la mama huyu na hata mzee huyu. Wabariki waendapo nyumbani, na pia ibariki nchi yetu. Natumai na najua na nina imani ya kwamba nchi yetu imefunguliwa kutokana kwa magonjwa yote ya corona, magonjwa ya yote ile na hata matatizo, na umoja wa nchi utapatikana kutoka siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba hadi na kuamini. Amen. Tunaweza kuketi. Tutaongea mzee baadaye kidogo. Toshoke. Barako. Nakadem oyo. Utolito nyitanete ugu kahora. Kahora. Tala. Ekero hai. Turuka kahora. Kurukia guko. Good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Semeni, thank you, Jesus.
wĩna kaũndũ ũrenda kuga? Thengio, Ngai akũrathime. He maũndũ ma thĩinĩ ndĩrenda twarie nawe. Yes, wĩna kaũndũ ga thĩinĩ. Maitũ harĩ ũngĩ wĩ haha wĩna maitho. Mũirĩtu waku athire kũ? Mũirĩtu waku nĩkĩ ekĩte? No ũramũhoera mũno, no nĩaracemanĩtie na maũndũ maingĩ mũno maramũhĩnga. Toa hizo vitu ziko hapo. Maũndũ maingĩ mũno mamũhĩngĩte. Wathi kũrũga kaũndũ kanini akahĩngwo, wathi hanini akahĩngwo. Wĩciragia nĩkĩ? Tondũ nĩũmũrĩragĩra mũno. Koi wĩciragia nĩkĩ? Na nĩkĩ gĩtũmaga maũndũ tũmwe tũrĩa akoretwo natuo ona nĩ warĩ natuo wĩ mũirĩtu? Tũmathĩna tũrĩa ũrona ũkona handũ haha nani no ndagereire. Ndũrĩ weciria ũguo, no nĩwona nĩ harĩ. Thengio, nĩtũkwaria baadaye. Ũnjarie. Koria kioria watu wakorathima ukiharũrũkia gũtirĩ ũngĩ koria kioria Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Jabez waciarirwo aciari make mũtwaruo Jabez wakĩrĩra njenjeria rĩtwa na ũnjehererie ruo Ngai